Hili ya tukio moja muhimu sana la kihistoria. Ni tukio ambalo huwa linakutanisha walimu wote dunia nzima katika kuadhimisha siku yao, siku ya walimu duniani. Sasa walimu wamekuwa wakikumbana na changamoto mbalimbali, na siku kama hizi huwa tunazitumia katika kutafakari changamoto hizo na namna bora ya kuweza kutatua changamoto hizo. Kwa mfano, sasa hivi kuna maendeleo makubwa sana ya sayansi na teknolojia, kuna mambo ya artificial intelligence. Sasa walimu lazima tuone kwamba wanahakikisha kwamba wanaongeza ujuzi na maarifa ili kuendana na wakati na kuendana na teknolojia ya karne ya 21. Kwa hiyo pamoja na mambo mengine, tumewashauri walimu wetu kwamba wawe na ile ari ya kuongeza ujuzi wao, ari ya kujifunza mambo mapya, ari ya kusoma sana ili waweze kuhakikisha kwamba wanatekeleza majukumu yao kwa uweledi mkubwa sana. Tumewashauri hivyo kwamba ni vizuri wakatumia nafasi hii kujiendeleza kitaaluma, na siku hizi kuna njia nyingi tu za kujiendeleza kitaaluma, sio lazima uende darasani. Kuna masomo mengi sana yanatolewa kwa njia ya elimu mtandao, kuna njia ya distance learning, sio lazima uende darasani. Kwa hivi tunadhani kwamba kwa kutumia fursa kama hizi na kujiongezea maarifa katika maeneo mapya ya kimkakati, ni njia moja hapo ya kuweza kuhakikisha kwamba kizazi hiki ambacho tutakiandaa katika taaluma kinakuwa ni kizazi bora zaidi kwa manufaa ya sasa hivi na maendeleo yetu siku za mbeleni. Kwa Dr. Suleiman Komba, Rais wa Chama cha Walimu Tanzania. Tumekuwa na siku nzuri sana leo, inaitwa siku ya mwalimu duniani. Kwanza ni siku ambayo imewekwa maalum kwa ajili ya kuenzi kazi ya walimu kama taaluma mama ya taaluma nyingine zote. Lakini pia ni siku ambayo inakumbuka jinsi kazi ya walimu na utumishi wao, jinsi ambavyo wanafanya kazi zao. Ni kazi ambayo kimsingi ni kazi tunasema wakati mwingine ya kujitolea, lakini kazi ya utu, kazi ambayo inaonyesha uzalendo. Unamchukua mwalimu unampeleka mahali fulani kwenye kijiji mbali, akifika hapo anaangalia shida ya jamii zilizoko katika eneo lile, anaona kama amebebeshwa mzigo mkubwa sana, na ili aweze kufanikiwa lazima aweke kila aina ya juhudi ili matokeo ya maendeleo katika eneo ambalo amepelekwa yaweze kuonekana kupitia kwake. Kwa hiyo siku muhimu namna hii tunawapongeza walimu katika kazi nzuri na ambayo wanaifanya katika jamii yetu. Na yapo mambo kama ambavyo imeelezwa, ni kweli katika changamoto mbalimbali za maslahi ya watumishi walimu zimeendelea, lakini serikali hii ya Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kwa kazi ambayo tayari tulipita tukishirikiana na serikali hii kwa kufanya ile kliniki ambayo tulifanya kwa kipindi chote cha mwaka jana, kupita kila mkoa wa kwanza hata wa mwisho, tumeiona kazi ambayo tumeshirikiana pamoja na serikali, na kwa kweli kwa asilimia kubwa sana baadhi ya changamoto mbalimbali za walimu zimeendelea kutatuliwa siku baada ya siku. Zimebaki nyingine, zote tumeaddress kwa serikali na zinaendelea kutatuliwa. Of course, jambo haliwezi kufanyika lote kwa mara moja. Yapo mapungufu machache ambayo yanaonekana katika uhamisho wa walimu, kwa sababu huu ni ukweli. Mwalimu anahitaji kutulia ili aweze kuderiva vizuri darasani. Kama mwalimu wa kiume yupo Singida, mwalimu wa mke wake yupo Kyela, unaweza ukapata picha mwalimu wa Kyela mwanamke anafanyaje kazi, mwalimu wa kiume aliyoko Singida anafanyaje kazi yake kwa uzuri. Kwa hiyo nalo ni jambo ambalo tunadhani linastahili kuendelea kushughulikiwa kidogo kidogo kadri siku zinavyoendelea, na tumeshalifikisha. Lakini changamoto nyingine unaweza kukuta ni ile ambayo walimu wamejiendeleza. Katika kujiendeleza kuna kipindi kwa mujibu wa taratibu zilizopo sasa, maana ili badiliko hilo lifanyike lazima waraka utolewe. Walimu wanahimizwa kujiendeleza, ni kweli, natakiwa kujiendeleza, lakini sasa ule muda wanapojiendeleza, yale madaraja yao yanatakiwa yaangaliwe upya, utafute utaratibu mwingine mzuri unaoweza ukawasaidia walimu. Tunahimizwa kujiendeleza, tunajiendeleza kwa kadri inavyowezekana, wengine kwa mpango kamili uliopo, wengine kwa kutoa fedha zao wenyewe wanaendelea kujisomea. Na sasa katika kusoma, kama wanakwenda kusoma, wanaporudi yale madaraja yao yanatakiwa yaangaliwe ili yaweze kuwekwa vizuri, maana hiyo nayo italeta umuhimu wa walimu kuona kumbe nikienda kusoma, kwa maana ya kwamba kuongeza tija kwa taifa, basi bado naweza nikaangaliwa vizuri hata katika eneo la madaraja. Chama cha walimu, kwanza kauli mbiu yetu ni wajibu na haki. Walimu na chama cha walimu, sisi tukisema ni chama cha walimu maana yake na sisi ni walimu, lazima twende na miongozo inayotuongoza katika utumishi wetu. Mmomonyoko wa maadili unaweza kuonekana, lakini nimesema kwa sehemu kwamba
kwa kundi lilivyo kubwa. Angalia walimu wa watumishi wa umma, walimu ni zaidi ya 300,000. Kama ni walimu zaidi ya 300,000 wakifanya maadili, mmomonyoko wa maadili ukitokea kwa walimu 20, 30 katika kundi kubwa la namna hiyo, moja, isichukuliwe kwamba walimu wote wana mmomonyoko wa maadili. Itakuwa sio jambo sahihi sana. Lakini kama taaluma nyingine watu wanaweza kuwa na mmomonyoko wa maadili, lakini walimu, pamoja na jambo hilo, sisi kama chama cha walimu tunaendelea kuhimiza kufuata taratibu na sheria na kanuni zinazotuongoza katika utumishi wetu wa walimu. Naendelea kuchukua nafasi hii katika siku ya walimu duniani kuwaomba walimu wote kutekeleza kazi yetu kwa mujibu wa mikataba yetu na kanuni mbalimbali ambazo zimewekwa za mtumishi mwalimu. Kwanza mimi nishukuru kwa jambo hili ambalo limeletwa la mabadiliko ya mtaala, kwa sababu huu ni ukweli. Sisi wengine tulifundishwa kilimo, watu wakajifunza kulima, watu wakajifunza kuwa mafundi seremala katika maeneo kadha wa kadha, katika taaluma kadha wa kadha tumejifunza huko. Hapa katikati ikatokea shida hivi kidogo, mambo hayo yakaachwa. Lakini hii kuanzisha tena jambo hili ni kitu kikubwa sana ambacho kitainua watoto wetu, kitainua kila mmoja anaweza kujiajiri mwenyewe badala ya kumaliza aina fulani ya taaluma alafu anafikiria kwamba ipo kazi ambayo atakwenda kuajiriwa mahali fulani badala ya kujiajiri mwenyewe. Si jambo sahihi sana. Lakini kwa mabadiliko ya mtaala huu